Na katika dunia picha linaanza, tunamuona Manyanya na mind mke wake akitaka apewe simu ili akague chatting zilizokuwa zinaendelea, lakini bi mkubwa alikuwa anakataa. Kwa hiyo tunamuona Manyanya anampora ile simu ili aweze kuikagua. Wakati muda huo bi mkubwa alikuwa anafurahi kutokana na hicho kitendo. Sasa hiyo mwamba amenuna, anakagua ile simu bila kukutana na chochote cha maana. Kipindi hicho mke wake anamcheka tu. Jamaa akamwambia, sikiliza sasa, kwa kuwa umenipa kazi sio kuwa na kichwa wala miguu, na mimi nataka nikupe adhabu. Sasa naomba ufanye kitu chochote ambacho kitanifanya na mimi ni enjoy. Mke wake akamwambia, poa, haina noma, ngoja basi hani nikukumbatie. Akamfuata na kumkumbatia mshikaji. Lakini jamaa akamwambia, bado haitoshi, kwa kazi ulionipa yani natakiwa ni enjoy zaidi. Basi bi mkubwa akajiongeza, akaona sio swala, tuenzetu ndani, na hao akaishia. Sasa upande wa pili tunamuona mtoto mzuri Mati bwana akiwa ametulia, haelewi saa hiyo, maskini ya Mungu. Sasa akaja shoga yake bwana, shoga yake kufika akamsalimia nini kama kawaida, akamjulia hali, tunajua tena urafiki bwana. Sasa baadaye shoga yake akaanza kumlalamikia na kumwambia, siku hizi mimi sijisikii vizuri, sababu mtaani watu wote wanakuongelea wewe kwamba umeachwa na Manyanya akakuacha. Yani mimi nanikera kweli yani. Sasa kutokana na hali ya Mati ilikuwa sio nzuri, ya maneno akawa anamchukiza, lakini shoga yake hakujali, akawa anaendelea tu kuropoka. Sasa bahati nzuri akaingia dada yake Mati, kwa hiyo ikabidi shoga yake aage na kuondoka. Sasa dada yake Mati akamwambia, sikia mdogo wangu, nina bonge surprise kwa ajili yako. Sister mtu alikuwa amepata chance ya kutolewa out, kwa hiyo alitaka kumchukua mdogo wake ili aende akamtembeze, lakini Mati alikataa na kujibu kwamba dada, mimi bado hali yangu sio nzuri. Lakini dada mtu akakataa, akamwambia hapana, inatakiwa utembee ili uchangamke. Kwa hiyo Mati akakubali. Sasa mwamba huko ameshapiga kimoko chali, alikuwa amelala hoi bin taabani. Sasa hiyo mke wake anamwamsha, wewe bwana mkubwa, amka basi uende kazini. Lakini mshikaji alikuwa anakataa, bwana mimi kazini siendi sasa hivi, nitaenda baadaye. Mke wake akamwambia acha utoto, akamtekenya pale jamaa. Basi msela akaamka na mambo mengine yakaendelea. Sasa huko nako kwa mchungaji tunamuona mshikaji ameamka, amemaliza kujiandaa, akamwamsha mama mtu ili aweze kumwaga. Bi mkubwa akakataa, akamwambia msubiri kwanza. Alimuona amevaa kishamba, akainuka akaenda akamchange nguo kidogo pale, akamweka nguo nyingine, mixa masop kidogo. Sio poa yani. Mshikaji mwenyewe kujinusa, akaona kweli ukiwa na mke una enjoy. Basi wakagongeana gwara, kila mtu akaendelea na shughuli zake. Sasa kesho yake tunamuona bwana mkubwa Manyanya hapo akiwa ameenda kukutana na mteja wake fulani hivi. Kufika wakasalimiana nini, kuna makaratasi akapewa, akawa anachunguza kuhusiana na kesi fulani. Sasa muda huo wakati mwamba anakagua yale madude, kumbe Mati alikuwa pale bwana, si akamuona. Basi bila kupoteza muda Mati akainuka na kumfuata. Sasa Manyanya ile anataka kubonga na shangaa, Mati huyu hapa mzee. Sio kweli. Akamwaga mteja wake, nitakushtua, kisha huyo akasepa. Kabla hajafika mbali Mati akamuita, Manyanya, samani wewe kaka, naomba tuongee kidogo. Manyanya kugeuka akaanza kujitetea, Mati naomba bwana nisamee, sababu mimi sikupanga kupoteza muda wako wala sikupanga kukuchezea, lakini ni majukumu ya kifamilia ndo ambao wamekuja kunichanganya. Samani sana please. Najua kwamba imekuuma sana, lakini na mimi pia imeniuma pia, na sijui kwa nini ile limetokea. God please, I'm sorry. Kuanzia sasa mimi sitaweza tena kuwa na wewe. Naomba unisamee kwa hilo. Ili kuwa mbaya sana kwa Mati, alilia sana lakini hakuwa na jinsi maskini. Akamwambia poa, hilo halina shida. Hasa je, michi kiumbe nitakipeleka wapi? Manyanya alistuka, we kiumbe gani? Mati ndo akamwambia, hivi hujui kwamba mimi nina ujauzito wako? Shit, jamaa alishiwa nguvu mpaka akatupa bahasha, uwezi amini. Shikaji alishangaa, aliogopa sana. Sasa hiyo Mati anatia huruma. Hivi utajisikiaje ukiletewa taarifa za ujauzito kutoka kwa mwanamke usiye na malengo naye? Hicho ndo kilichomtokea mwanetu Manyanya ndani ya dunia 64. Usubirie 65 tujue nini kitaendelea. Ulikuwa nami Ochu Media na Jizo Effects. Usisahau kusubscribe.